Kwenye hili la Harmonize na Ibra, Horace speaking, ni kwamba Harmonize anamtumia Ibra ili album yake iuze sokoni. Kama ambavyo umeona ameitambulisha ile 31 na yupo kwenye mchakato huo wa kuifanya album inapata attention kubwa, watu wanaifuatilia. So anachofanya Harmonize ni siasa ya muziki. Na actually siasa ipo kwenye maeneo mengi. Ni mfumo ambao of course watu wengi wanaotumia ili kufanikisha mambo yao. Hii haiondoi kile ambacho mimi binafsi nimekipenda kwa Harmonize, ile roho ya upendo kwa mdogo wake. Kwa sababu hivi recent tumeona amefanya interview kwenye maeneo mengi sana, na moja kati ya vitu ambavyo alikuwa ameviweka wazi, akasema Harmonize amemsamehe ile pesa ya kuondokea Konde Gang bilioni 1 kwa madai yake yeye. Kwa hiyo unaona ni upendo, na hata ukijaribu kuangalia namna ambavyo wakati Ibra anataka kuondoka kwenye record label, Konde Boy kuna wakati alikuwa kama analeta masihara hivi. So ni moja kati ya watu ambao ukiachana mambo mengine yote, ni jamaa ambaye ana roho safi, ana roho nzuri. Hicho ndicho ambacho mimi nakijua, na sio mtu ambaye ana care sana kuhusu huyu amesema nini, yule kazungumza kitu gani. Ana roho hiyo. So si shangai hata namna ambavyo kwenye interview mbalimbali amekuwa akimzungumzia kwa ubaya, but still jamaa bado ana upendo sana na bwana mdogo, na ni mtu ambaye amekuwa akimkubali sana. Lakini kwenye hili ukweli unabaki kuwa huo. So mimi ninawashangaa, kuna baadhi ya watu wanakuja kwenye comment pale wamekuwa wakimlaumu, sasa wanamzungumza vibaya Ibra kwamba huyu dogo bana snitch bana, inawezekanaje? Na watu wanaichukulia sasa ndo uadui wa kudumu, kwamba mtu akiwa Konde Gang hapaswi kuchangamana kwa namna yoyote ile na WCB ama WCB pamoja na Konde Gang. Na ndo kitu ambacho hata sisi wachambuzi kinatupa ugumu kidogo. Yani mtu akiona nimemzungumzia vizuri upande A, basi anahisi kwamba na chuki na upande B. Why not? Ni sanaa kama sanaa nyingine, ni kazi kama zilivyo kazi zingine. So inaruhusiwa ufanye kazi huku, unarudi unashiriki kazi huku. Kwa hiyo hakukuwa na ubaya. Hata Ibra yeye wakati ametoka Konde Gang alivyosema Diamond amenisaidia mimi. Sasa ukisema Diamond amenisaidia, inaonekana umedisrespect Konde Gang, which is not. Na kama kweli kamsaidia, kwa nini asiseme? So let's be real. Watu waache upuuzi, mimi naita upuuzi ambao umekuwa ukiendelea hapa. So mawazo yetu I don't think kama ni madogo kiasi hiki tunashindwa kungamua vitu, kuchanganua mambo, tukagundua kwamba okay, hiki kinachoendelea pengine kipo kwa nia fulani ama kipo kwa ajili ya kufanikisha jambo fulani. Mbona kodi nyepesi sana hii? Harmonize tumemuona hajaanza leo. Wakati ambapo wametangaza ujio wa album yake 31, tazama mtiririko wa matukio, namna ambavyo anayaendesha. Kabla ya kumposti Ibra, do you remember, aliposti clip yake ya kwanza inaitwa Friend Zone akiwa kwenye gari, na mimi nilishare ile. And then akaja akaposti clip nyingine yupo na Alikiba wanacheza pool table. Wakaandika before ya pool table, aliandika Insta story akasema kwamba kuna mtu amesema hii hit. Ameshare Harmonize, akashare na Alikiba mwenyewe. Sasa hivi ameposti tena teaser nyingine ambayo yupo na Ibra. Kwa ni mpango wa kupromote album. Ndio maana nikasema Harmonize anamtumia Ibra ili album yake ifanikiwe. Na ukizungumza ukweli, Ibra sasa hivi ndo mtu mwenye upepo kibongobongo hapa. Unaona anazungumzwa zaidi, anatajwa zaidi. Kwa hiyo anamtumia as a stepping stone ili aweze kufanikisha majambo yake. Sio sahihi kumzungumza vibaya Ibra. Wapo watu wanasema as I said before, wanamtupia lawama Ibra like yeye amekosea, wakati mpaka sasa hivi Ibra hajashare chochote, hajasema kitu chochote kuhusu hii post ambayo Harmonize ameipost. Na mimi nakwambia Ibra hato posti chochote kutoka kwenye hiki ambacho kinaendelea. Nina uhakika wa 80%, 20 tumwachie Mungu, lakini 80% Ibra hatoshare chochote kwenye hiki. Maumivu ambayo ameyapata Ibra wakati ana struggle kutoka ama muda ambao ana struggle kutoka Konde Gang, sio maumivu ambayo anayo Harmonize. Na ndio maana Harmonize anachukulia kitu normal tu.
Lakini kwa mtu kama Ibra ambaye ame-analyze matukio, changamoto alizozipitia wakati yupo Konde Gang, wakati ambapo anapambana ili atoke asaidie familia yake, yeye amemchukua zaidi kuliko alivyomchukua Harmonize. So Harmonize inawezekana amechukulia kitu cha kawaida, amepuuza tu akashare hiyo ngoma. Na tusijisaulishe, Ibra amekaa Konde Gang zaidi ya miaka 5. Swala wao kurekodi ngoma ni kitu cha kawaida, sio sasa hivi. Ngoma hizo inawezekana zimerekodiwa miaka 2, 3, mwaka mmoja nyuma, na sio moja, inawezekana ziko nyingi. Kwa hiyo sasa wakati Harmonize anatengeneza hiyo album, inawezekana kabisa ama hii album ilishaandaliwa muda mrefu. Unajua wasanii mpaka wanatangaza kuja na album almost unakuta imetengenezwa miezi 6, mwaka mmoja kukamilisha kwake. Kwa hiyo ngoma ya Ibra ilikuwepo tayari kwenye album, sio wameenda kufanya sasa hivi. Ibra amekaa Konde Gang muda mrefu, kwa hiyo kuna uwezekano tayari wamerekodi muda, hii ngoma inakuja kutolewa tu. Swala la hoja za Harmonize anawezaje akatiz ngoma bila makubaliano ya Ibra, kama ambavyo anasema Ibra inawezekana mwenyewe pia hajaridhia, hataki ili jambo litokee, lakini Harmonize amelipeleka hivyo hivyo. Na usikute Ibra mwenyewe pia amekuwa surprised, kama ambavyo mimi na wewe tumekuwa surprised kwenye mitandao ya kijamii kwamba kumbe tuna ngoma ya pamoja kwenye album na sijui. Kwa hiyo inawezekana, na kwa matter of fact ni kwamba unajua kuna ile namna tayari Harmonize amejiwekea guts ile tu kumsamee bilioni 1 Ibra. Amejiwekea guts za Ibra kutozungumza chochote dhidi ya hiki hata kinachoendelea, ama sio kuzungumza, kutodai haki zake kwa hiki ambacho kinaendelea. While akifuatilia kisheria anapaswa kulipwa income ya wimbo ambao yeye ameshiriki, sauti yake imehusika kwenye album, anapaswa kulipa. Lakini sasa unaona wema ambao Harmonize amemfanyia Ibra, kasamee bilioni 1. Kuna namna tu ile mtu anaweza kaoja, okay, so mimi nimekusamee 1 billion, unaona kuja kunidai mchuzi wa ngoma moja. Hiyo nimeizungumza kwa muktadha wa kawaida, scenario inavyokuwa, lakini ana uwezo na anapaswa kulipwa mapato ya wimbo ambao watatoa kwa pamoja, na inapaswa iwe hivyo. Hakuna msanii ambaye anaenda kufungwa jela kwa kurelease ngoma na msanii mwenzake bila makubaliano. Kinachotokeaga ni kwamba hii sasa nakupa hiki kitu ambacho kinaendelea. Harmonize inawezekana kweli hata hajamualert Ibra kwamba kuna ngoma inakuja, but itafika wakati Harmonize atapaswa kulipa mapato ya hiki ambacho amekitumia. Na mimi ninamshauri Ibra asiache hiyo, hata kama walisameana bilioni 1, ni mapenzi yale, yalikuwa mapenzi binafsi. So finally sasa hivi Ibra ipo kwenye biashara, anapaswa kusimamia kupata haki yake ya kila kazi ambayo inatoka nje, wakati tayari yeye yuko nje ya Konde Gang. Lakini sometimes inawezekana, kwa sababu mpaka interview ya mwisho nilimsikia Ibra anasema kwamba ndio alikuwa hapo kwenye mchakato wa kumaliza kusaini makaratasi. Kwa hiyo huenda bado hajatoka rasmi, so huwezi jua pia sheria zao wao kwenye record label zilikuwaje. Pengine kama yuko ndani still Harmonize anaweza kutoa ngoma ya pamoja na Ibra asipate chochote. You never know, makubaliano sasa hiyo na masuala ya rules za wao walivyokuwa wamekubaliana before kabla Ibra hajaingia kwenye record label. So ni kitu cha kawaida, but mimi hoja yangu ni kwamba mashabiki wa muziki wasiwe vichwa maji kiasi cha kushindwa kungamua vitu kwa urahisi na kuanza kupiga makelele ya ovyo ovyo. Mimi naona comment zenu, nasoma na cheka sana. Nonsense. Watu wengi hawafikiri vitu, hawawazi, wakiona tu kitu pale wanaruka nacho. Kuna mtu naona comment yake anasema wote wa Makonde hao watawaonyesha show hii, walikuwa wanawachezea mchezo tu. Man, kuna mchezo gani hapa ulikuwa unaendelea? This is real. Ibra ametoka Konde Gang, ama anatoka Konde Gang, na kweli kuna baadhi ya vitu vilikuwa havimfurahishi Konde Gang. Kwa hiyo hapa haikuwa kiki, bali Harmonize ametumia siasa ya muziki, which is inaruhusiwa kwenye game. Kuna wakati napaswa ufanye hivi ili jambo lako liende. Na kumbuka sasa hivi unajua Harmonize yupo kwenye management, na hata ukiangalia mwenendo wake ambao wamekuwa kienda nao, honestly speaking, unaona ni mzuri sana. Jaribu kutazama
progress zake sasa hivi, anavyofanya show, anavyo release kazi, promotion wise. Nyuma kuna mtu anaitwa Miss Brown Sandra, manager very smart huyu mwanadada. Yuko yule George Nigeria, very smart. Kwa hiyo wanajua exactly kitu gani wafanye ili waweze kukonka soko la muziki, na mwendo wake unaoona anaenda nao sio mbaya, ni mzuri sana. Kwa hiyo hata hiki kilichofanyika ni mipango mikakati ya kuhakikisha kwamba album ambayo inakuja haiji kinyonge, inakuja kwa ukubwa. That's why ana tease kuhusu Alikiba, ana tease Friend Zone, na sasa hivi anatu surprise kuja na ngoma na Ibra. Nimesema inawezekana Ibra mwenyewe akawa pia yuko surprised kama mimi na wewe tulivyokuwa surprised kuona hii kazi imepandishwa hapa kwenye Instagram ya Harmonize, kwa sababu ya hiyo brotherhood, ni washikaji. Harmonize kamsamee bilioni 1. Kwa hiyo inawezekana kuna ile guts tu kama ambavyo nimesema amejiwekea ya kuona kwamba okay, nitakachofanya chochote hakitoleta madhara makubwa kwenye muziki wake ambao amekuwa akiufanya.